hiyo tunapoliingiza neno madhabahu, kuna maana kubwa hapa ya kupaswa kujifunza ili hatimaye tuweze kujua namna ya kuomba. Mtu uliokoka, madhabahu inaanza kwanza moyoni. Baada ya kwanza moyoni, ndipo pale ulipo vitakaposhikamana kati ya madhabahu ya sehemu ulipo na madhabahu ambayo iko moyoni. Kama ndani ya moyo wangu na madhabahu tofauti na madhabahu ambayo upo kanisani, maana yake ni kwamba matendo makuu ya Mungu tunaweza tukayaomba sana, tukaomba muujiza, tukaomba uponyaji, lakini vitu visitokee. Kwa sababu gani? Bado mioyo yetu ina madhabahu ambayo ni tofauti na madhabahu ya Mungu. Baada ya kupata wokovu, maana yake ni kwamba tumetoka kwenye madhabahu za giza, tumetoka kwenye madhabahu za kiganga, tumetoka kwenye madhabahu za kishetani, tumetoka kwenye madhabahu za uzinzi na uasherati, madhabahu za dhambi, tumeingia kwenye madhabahu kuu ambayo ni madhabahu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo baada ya kufahamu hili, maana yake lengo kubwa sasa, madhabahu ambayo tupo ya Yesu Kristo kanisani, baada ya kuokoka, hiyo madhabahu ndio iendelee kuishi ndani ya mioyo yetu. Nitazungumzia sehemu mbili za madhabahu hapa. Kama jinsi nilivyosema, ni moyoni, yani ndani ya roho yako, lakini pia mahali ambapo upo. Mfano, baada ya kuokoka, tuko hapa, kuna madhabahu ambayo ni ya kanisani. Lakini pia kuna madhabahu ambayo ni ya mtu binafsi. Na hii inadhihirika pale mtu anapokuwa nje ya kanisa. Mtu aliyeokoka anapokuwa nje ya kanisa, pale madhabahu yake binafsi ndiyo inapoonekana zaidi. Endapo ataombea mtu au atajiombea mwenyewe, pale madhabahu yake ndiyo inaonekana. Na ikishindwa kutenda, maana yake imeshindwa kutenda madhabahu alionayo mtu moyoni. Lakini kama hayo maombi yanafanyika katika kwenye ibada hivi au kanisani, tukafanya maombi ya kutaka kuona nguvu ya Mungu au muujiza, kama jambo litashindwa kutendeka, maana yake tunasema madhabahu hiyo haijaweza kufanya matokeo yoyote, maana yake ni madhabahu sasa. Tukaliangalia hili madhabahu ya kanisani, alafu baadaye tutamaliza somo letu kuangalia madhabahu ya mtu binafsi. Wote ambao tumeokoka, madhabahu yetu ni moja, ambayo ni madhabahu ya Kristo, ambaye ndipo tunapomwabudu. Baada ya kupata sala ya toba, hatua inayofuata unapokea nguvu au moto wa kuifanya kazi ya Mungu. Sasa ule moto tunaita ndio madhabahu umeipokea. Sasa ile madhabahu umepokea wapi? Umepokea kanisani, au unasali kanisani na kila siku baada ya kupata wokovu na udhuria, maana yake tayari umepata moto unaoambatana na kanisa. Sasa tukiangalia madhabahu ya kanisani, tutaenda kuelewa vizuri hapa hili somo. Kanisani. Kanisa ni madhabahu ya Mungu. Lakini pia kanisa ni sehemu ambayo madhabahu ya kanisa ni sehemu ambayo imetengwa kwa ajili ya Mungu mwenyewe. Na hii unaweza ukafasiri madhabahu ni nini? Unaweza kusema kwa haraka madhabahu ni sehemu ambayo Mungu ni sehemu ambayo tunasema anaweza kawa Mungu au anaweza kawa mtu ameitenga wakfu kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya sadaka, ameitenga na ameiweka wakfu kwa ajili ya ibada na sadaka. Hiyo ndio madhabahu. Kwa hiyo tunaposema kanisani, moja kwa moja tunaenda kuchambua madhabahu iliyopo kanisani. Makanisa ambayo ya Kristo wameokoka ni makanisa ambayo yana madhabahu moja kwa moja na Kristo. Sasa hii madhabahu inaweza ikachafuliwa au inaweza ikapandishwa viwango kiasi kwamba unakuta hata mgonjwa akikanyaga, akisogelea madhabahu kama hii, hata kabla hajaombewa tayari anaanza kulipuka mapepo. Au mtu anapokea uponyaji baada tu ya kugusa sehemu hii ya madhabahu. Maana yake tayari madhabahu ya kanisa imepandishwa viwango kiasi kwamba
shetani mwenyewe hawezi kugusa. Kanisani ukichafua madhabahu, hapo lazima usahau habari ya miujiza, lazima usahau habari ya matendo makuu ya Mungu. Lakini pia inapaswa kujifunza kwamba hata kuzimu nako wanafanya kazi kwa mfumo huu. Madhabahu za kuzimu zinaitwa wale ambao wanaabudu Mungu wa kuzimu, wale Freemason na waganga wa kienyeji wanaijua hili jina. Kule wanaita Buriani Munenge Altare, yaani madhabahu ya kuzimu. Buriani Munenge Altare. Hii madhabahu ya kuzimu ukiichafua, hapo utatakiwa utoe sadaka kubwa sana ambayo inaweza ikasafisha hiyo madhabahu. Au hiyo madhabahu ya kuzimu ukiharibu, utagharamika sana ili mradi madhabahu hiyo ikae kamili, kwa sababu vinginevyo hata wakitaka kurusha mishale kwa watu ambao wameokoka ili warudishe nyuma, bado ile mishale itakuwa haina nguvu. Wakitaka kutengeneza magonjwa kwa watu, bado watashindwa, kwa sababu madhabahu ambao wanafanyia hayo mambo ni madhabahu ambayo tayari imeharibiwa. Madhabahu ya kuzimu inaweza kuharibiwaje? Madhabahu ya kuzimu inaweza kuharibiwa kwa maombi kama hivi. Unapovunja kwa jina la Yesu Kristo, mtu uliokoka, kemea, ninavunja roho zote za giza, navunja roho zote za kuzimu, navunja malango yote ya kuzimu kwa jina la Yesu, nashusha moto kuzimu usipate nafasi ya kukamata maisha yetu au maisha yangu. Unaposema nashusha moto kuzimu, moja kwa moja madhabahu ya kuzimu inateketea. Moja kwa moja madhabahu ya kuzimu inaangamizwa na jina la Yesu. Na wale watu ambao wanafanya kazi kuzimu wenyewe wanaelewa. Wale waganga au wale watu wa Freemason wanaelewa. Ikitokea umetumwa kazi waende kumfuata mtu wa Mungu, wamroge au wamwekee mitego, anapokemea yule mtu wa Mungu kwamba nalala sasa usiku kwa jina la Yesu, naika ulinzi wa Mungu kashuke, na shusha moto kuzimu kokote ambao utatuma watu, na malango yote ya kuzimu yatakapotuma watu, Mungu kapambane nayo. Maana ni kwamba kuzimu kishaanza kufanya kazi majira ya saa 6 usiku, wanapoanza kutuma sasa watu wao ili wakaharibu maisha yako. Wakifika hiyo sehemu wanakutana na moto. Ule moto unakuwa na nguvu kubwa kiasi kwamba unaweza ukasababisha mpaka shoti kule kuzimu kwenye vilinge vyao. Kuzimu wana vilinge maalum. Sasa mtu wao akitumwa aje kumwangia labda mtu aliyeokoka, angekuta mtu aliyeokoka amefanya maombi vizuri, yuko na Mungu vizuri, ule moto wa Mungu unampiga yule mtu na unamfanya akimbie. Na sehemu ya kukimbilia ni wapi? Wanakimbilia kuzimu, kwenye malango yao, wanakimbilia kwenye madhabahu zao. Kwa hiyo wakifika kule na ule moto unawafuata, wanaunguza na kuzimu kabisa, ile madhabahu inaungua au inapata hitilafu. Kwa hiyo tunajifunza kwamba hapo tayari madhabahu ya kuzimu imeharibiwa, na huyo mtu atapata adhabu, na baada ya adhabu watafanya namna ya kusafisha madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa hii ni madhabahu ya kuzimu, na iko hivyo hivyo katika ulimwengu wa roho. Madhabahu ya Mungu inaweza ikachafuliwa. Ikichafuliwa madhabahu, Roho Mtakatifu anaondoka. Akishaondoka Roho Mtakatifu, kama ni madhabahu inabaki kama madhabahu, inabaki kama jengo. Na hii hali imetokea kwenye makanisa mengi ya leo, ambaye anajiita Pentecoste, ambaye anajiita ni watu wameokoka, ambaye anajiita ni watu wanaenda mbinguni. Madhabahu zao wanamtegemea Roho Mtakatifu, lakini sasa Roho Mtakatifu ameshaondoka. Inakuwa inabaki madhabahu kama madhabahu ambayo haina Mungu. Na madhabahu ili kamilike kuna vitu vitatu. Jambo la kwanza ambalo linatakiwa liwepo, kwanza sadaka. Madhabahu lazima iwe na sadaka. Jambo la pili, madhabahu lazima iwe na Mungu. Na jambo la tatu, madhabahu lazima iwe na kuhani ambaye atakuwa anasimamia madhabahu. Sasa kama madhabahu ina kuhani ambaye anasimamia lakini haina Mungu, haiwezi kuwa madhabahu kwa sababu haijakamilika, hata kama kuna sadaka zinatolewa. Na Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunapaswa kujifunza kwamba kama kuzimu kuna kufanya kazi,
hakujapishana na kazi na makanisa, hakujapishana na kazi ambazo anazifanya Roho Mtakatifu. Ukichafuka kuzimu, roho wao ambaye anawapa nguvu, roho mchafu, anaondoka. Ndivyo ilivyo hata ukichafuka, madhabahu ya Mungu ikichafuliwa, ndivyo hivyo Roho Mtakatifu naye anaondoka. Tumalizie hapa. Tumeona jinsi gani madhabahu za kuzimu zinaweza zikaharibiwa. Tumejifunza kwamba wanaweza kutaja jina la Yesu. Kuzimu wakitaja jina la Yesu, basi madhabahu lazima itapata shida, teketea, na hatimaye aliyetaja jina la Yesu, aliyetaja Yesu lazima atapewa adhabu. Lakini pia kuzimu madhabahu ya kuzimu inaweza ikachafuliwa. Hii Burial Mlenge Altar inaweza ikachafuliwa kwa kuvunja sheria ya madhabahu. Hapo utakuwa umeharibu madhabahu ya kuzimu, na hata baada ya hapo unatakiwa kusafisha ili tena madhabahu iwe na nguvu, waendelee kuharibu kazi ya Mungu kama kawaida yao. Lakini pia tumejifunza kwamba madhabahu inaweza kuchafuliwa endapo mtu wa Mungu atafuatwa na roho ambazo zimetumwa. Kwa hiyo zile roho zile zikapigwa kiasi kwamba zikakimbia zikaenda kuzimu na zikaharibu ule moto ukaendelea kuharibu mpaka kuzimu. Sasa tunaenda kujifunza hili kanisa linachafukaje. Kama tumeona hapa kuzimu kunachafuka. Kanisa linaweza likachafuka kwa vitu, nimevitaja vitu vinne. Madhabahu ya kanisa inaweza ikachafuliwa na ikabaki madhabahu tu, au tunaita Ichabod. Kwa sababu gani? Tunaona makanisa mengi leo yapo tu. Kwa mfano, hata mwenyewe kwa pita yako unaweza ukaona jinsi gani makanisa, yaani mtu wanapata changamoto, wanaenda kwenye maombi lakini maombi hayafanyi kazi. Anaenda naombewa lakini bado anakuambia shida ni ile. Madhabahu ile iko Ichabod, haina Mungu. Sadaka zipo, kuhani yupo, lakini madhabahu haina Mungu. Na hii iwe fundisho kwa Wakristo leo kwa sababu ya wokovu wa mazoea. Madhabahu za makanisa yetu hazina Mungu. Nyingi sana hazina Mungu. Ni madhabahu chache ambazo zina maintain uwepo wa Mungu. Jambo la kwanza ambalo la kufahamu kama madhabahu yako imechafuliwa au madhabahu ya kanisa unalosali imechafuliwa. Kanisa kutokuwa na maombi. Kutokuwa na maombi ya muda mrefu na maombi ya kumaanisha. Hapa kanisa ambalo halina maombi, kwanza ni sababu, lakini pia ni ishara kwamba kanisa hilo, madhabahu hiyo haina Mungu, ila ina sadaka na ina kuhani. Makanisa mengi ambayo yanamtumikia Mungu leo yamebaki tu na mifumo mbalimbali ambayo inaenda kunyonya nguvu ya maombi. Unaweza ukafikiria viwango vya maombi katika kanisa lako kuangalia vipindi ambavyo vinapewa kwenye maombi. Mfano, unapotangaza kanisa labda kuna maombi ya mnyororo kama hivi, wiki mzima kuna maombi ya mnyororo. Ukiona kanisa liko legevu, fahamu madhabahu hiyo sasa inaharibiwa, kwa sababu kwanza nguvu ya maombi haipo. Lakini pia fahamu kwamba aliyo ikiwa endelevu ni tayari nguvu ya madhabahu imeharibiwa. Na hivyo Roho Mtakatifu anaondoka, inabaki tu neema. Makanisa mengi Pentecost leo dakika 5 ni nyingi, dakika 3 tu ndio za maombi. Lakini dakika nyingi ni za kumsifu Mungu. Dakika nyingi ni za neno la Mungu, kama hivi ni saa nzima neno la Mungu. Kumsifu Mungu unaweza kutumia saa nzima au dakika 40 na msifu Mungu. Sadaka unaweza tukatumia labda dakika 10 au 5 au 6, kwa sababu ni kipindi tusema kifupi. Lakini maombi ndio yamezidi kuwa mafupi zaidi kuliko ile vipindi.
Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa kule kuzimu, kule kwenye madhabahu za kuzimu wanaita Burian Head Dragon au Burian Munenge Alutare. Kule kazi yao wale maqueen masoni, wale majini ambaye yanatumika kule, kazi yao ni kunyonya, yani yanaagizwa yanyonye nguvu ya maombi kwa Kristo. Kwenye ibada ya Jumapili maombi yanakuwa dakika 2 tu, kipindi cha maombi. Baada ya kutenda unaweza kukuta dakika 2 za mwisho anakaribishwa mchungaji. Dakika 2, tena 2 hizi mtu aombi dakika zote, anaomba dakika 1 alafu anakaa chini, anasubiri mchungaji apande kwenye madhabahu. Hiyo ni ishara kwamba madhabahu hiyo imeondolewa, yani imeondoka, Roho Mtakatifu ameondoka, na ni hatari kwa sababu hakuna ishara za Mungu ambazo zitakuwa zinadumu zikitokea labda mara moja. Hakuna uponyaji wote tutakuwa tunapokea ikitokea ni mara moja, ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Nguvu ya madhabahu iko hapa. Lakini jambo la pili, ili kuona madhabahu kuwa iko hai au Roho Mtakatifu ameondoka, moto wale madhabahu madhabahu kufanywa sehemu ya michezo au midhaha. Madhabahu kufanywa sehemu ya michezo au midhaha. Hapa sasa, hii ni ishara kwamba hakuna Roho Mtakatifu ndani ya madhabahu hiyo au ndani ya kanisa. Na si tu ishara kwamba hakuna, ni sababu pia iliyomfanya Roho Mtakatifu aondoke kwenye madhabahu hizo. Na ili utambue, angalia miujiza, haifanyiki, hakuna utofauti wowote. Kama shetani anafanya miujiza kupitia maji au anafanya miujiza kupitia maji na mafuta kwa hao manabii wa uongo wanaojiita manabii wa uongo, wanatumia visaidizi vya maji na mafuta na miujiza inafanyika. Lakini je, kwenye kanisa la Mungu leo ambalo tunasema yuko Roho Mtakatifu, mbona miujiza haifanyiki? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Miujiza iko kiwango kidogo sana. Miujiza nyingine hakuna kabisa. Lakini angalia ishara hizi utazikuta. Midhaha kanisani. Mtu aone hata aibu kuleta utani, ibada inaendelea. Au tunaposema tunafanya labda maigizo kanisani. Hii ni sehemu ya michezo. Tunaposema madhabahu, tusisahau kama madhabahu ili kamilike inatakiwa iwe na sehemu ambayo watu wanakaa. Kwa hiyo sehemu hii yote ni sehemu ya madhabahu. Lakini sehemu kuu ya madhabahu ipo, lakini hii ni sehemu ya madhabahu. Lakini madhabahu iko mbele. Kwa hiyo tuseme kwamba madhabahu basi usafi fanyike huku tu, lakini uchafu fanyike huku, kwa sababu huku ndio madhabahuni. Hapana. Lazima ukiwa safi madhabahuni, na hata huku chini ndio ni sehemu ya madhabahu, naye inatakiwa iwe safi. Lakini tunajumlisha, tunaita ni kanisa. Sasa kama ni kanisa, kunakuwa na michezo ndani ya kanisa, kunakuwa na maigizo ndani ya kanisa. Roho Mtakatifu hapo anaondoka, kwa sababu Roho Mtakatifu hakai sehemu yenye maigizo. Roho Mtakatifu hakai sehemu ambayo ina mizaha. Kanisa lina maigizo. Kwa mfano, unatoa maigizo. Kanisa leo tumeibiwa kiasi kikubwa. Unaweza kukuta labda wa mama au wa dada au wa vijana, kundi la vijana wanaigizo lao, wanaigiza mbele. Sasa igizo ni sehemu ya uongo kwanza. Hiyo lazima tufahamu kwamba igizo ni sehemu ya uongo, japokuwa kinachoigizwa ni kweli kwamba kinafanyika. Lakini wametumia njia ya uongo ili kuwasilisha nini? Ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Leo unaweza kuwasilisha kitu cha kweli, lakini njia uliyoitumia sio. Kuna mmoja alikuwa ananielekeza hiyo wakati niko najitahidi kupitia masomo. Akaniambia unaweza ukafanya jambo baya, lakini kumbe lengo lako lilikuwa zuri. Lakini njia ambayo umetumia ni njia mbaya. Kwa hiyo unaweza ukaigiza maigizo ambayo labda yanawasilisha mambo mazuri, lakini tayari umetumia njia ya maigizo. Lakini pia
kanisa, madhabahu ya kanisa inaharibiwa. Ukiacha huo uongo, maigizo, kuna michezo ya ajabu kanisani. Leo tumeibiwa sehemu hiyo, na shetani anafurahia. Kuzimu katika vikao vyao, jambo kubwa ambalo wanalifanya na wanaendelea kulifanya makanisani ni kuondoa uwepo wa Roho Mtakatifu. Sasa wanaondoaje uwepo wa Roho Mtakatifu? Basi wanaruhusu kanisa waingize maigizo, waingize michezo mbalimbali. Unakuta na msifu Mungu, lakini kuna watu wanacheza michezo hapo. Na msifu Mungu tayari kuna watu wanacheza viunoni, wengine wanacheza kama rege, wengine wanacheza singeli, lakini unamsifu nani? Wanamsifu Mungu. Maana wanatumia kumsifu Mungu kwa njia ambayo sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hizi madhabahu, chunguza, muujiza utasahau. Yaani muujiza huwezi kuonekana na hakuna tofauti yoyote. Na ishara kubwa, makanisa namna hii yanakuwa baridi, hata watu wake wanakuwa baridi. Unajua kuna watu wanahoji kwamba hapana, hata kama unapenduka sarakasi, tunamsifu Mungu. Hata kama tunacheza duara hivi, kama msobe wanaita. Msobe sisi tunacheza duara. Tunazunguka hivi kama tuko baa, lakini tunamsifu Mungu. Sasa ni furaha kumsifu Mungu. Ni kweli kama Daudi. Japokuwa Daudi alicheza mara moja. Daudi alikuwa anafanya duara kila siku ya Jumapili. Hawakuwa anacheza mtindo wa singeli hapa, anasogulia kama wanaofanya. Tunamuondoa Roho Mtakatifu, na hii ni agenda ya kuzimu, wanapitisha wao hii mitindo ili kanisa lipoe. Unapokuja hapa kumwomba Mungu kwenye madhabahu, Mungu naomba msaada, niponi shida zangu, ili ufeli, wanapitisha hivyo vitu. Kwa kufumbwa macho wa Kristo wa leo, tunaona ndio tunamsifu Mungu, tunaruka. Mtu anacheza kiunoni na kwambia tunamsifu Mungu. Anacheza mitindo ambayo sio ya kimungu, ambayo hata ukienda baa unaikuta. Midundo ya kumsifu Mungu kanisani, ukienda baa unaikuta. Sijui style za uchezaji maduara, ukienda baa unazikuta. Na hata mavazi ukikuta unayovaa, ukienda baa unayakuta. Shetani lengo lake limefanikiwa la kuingia kanisani kwa njia fulani ili aondoe uwepo wa Roho Mtakatifu. Na watu wakija kufanya maombi waone hakuna tofauti yoyote. Leo sishangae mshirika anakuambia nimeombewa miaka mingi sana pale lakini sijapona. Mpaka sasa hizi nimechoka. Kwenye maombi nitaenda ataniombea siku nyingine kwa sababu nimeombewa sana. Hakuna tofauti, lakini bado ukiwaelekeza unakwambia mbona tunamsifu Mungu tu vizuri? Mbona tunamsifu Mungu vizuri? Tunaimba vizuri, lakini je, uponyaji unapokea? Sijapokea, labda Mungu mwenyewe anataka. Hivi kila siku ni Mungu mwenyewe anataka? Kila jambo ni Mungu mwenyewe anataka? Maisha ya Wakristo yanaenda tofauti. Yana shida, magonjwa, changamoto nyingi, lakini ukiuliza labda Mungu mwenyewe anataka. Hachunguzi na hawakubali kuchunguza kwamba hivi haya kwenye ibada zetu inawezekana Roho Mtakatifu tunampoteza kwa njia gani? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo tunapaswa kujifunza ili hatimaye tusiishi kwa mazoea. Roho Mtakatifu anaondoka kwa hiyo michezo, maigizo, na vitu kama hivyo. Kwa kumalizia jambo jingine la tatu. Ndio jambo hili nimetoka kuzungumza hapa, muda wa Mungu. Mungu mwenyewe kutaka. Lakini inawezekana Mungu mwenyewe kweli hajakusudia ili swala litokee. Lakini ukija kuangalia kama Yesu alivyotoka kuzungumza awali kwamba michezo, maigizo, madhabahu inafanywa michezo, inafanywa maigizo, Roho Mtakatifu anaondoka kabisa. Ni kweli. Moto ule wa Mungu unakuwa unaondoka kabisa. Japokuwa kuna hii nasema kwamba inawezekana Roho Mtakatifu hajataka mimi nipate muujiza. Inawezekana. Lakini swala kubwa linalotawala sio Roho Mtakatifu hajataka, ni kuondoka kwa Roho Mtakatifu akai. Sababu mahali pachafu
Roho Mtakatifu hakai. Kwa hiyo tunasingizia sana hii hatua ambayo tunaenda kuifuatilia hii, ambayo ni ya Mungu mwenyewe, muda wa Mungu mwenyewe. Na tunajifichia hapo kwamba Mungu mwenyewe hajataka, Mungu mwenyewe hajataka. Na wakati hatujaweka heshima mbele za Mungu. Unajua, kabla sijaingia kuielezea hii ya muda wa Mungu kutaka, madhabahuni au kanisani yuko Mungu anaketi hapa mbele kwenye madhabahu. Akisha keti, miguu yake ikishuka, anategemea nidhamu na heshima. Na ndio maana kuna watu mpaka wanapiga magoti hivi kanisani. Kwa sababu ya nini? Nidhamu na heshima, kumheshimu Mungu. Kuzimu wanaenda kutoa sadaka huku wanatembea na magoti. Wanatembea na magoti, wale wa Freemason wanatembea na magoti wakiwa na sadaka yao. Wakifika karibu na kiti cha Lucifer, wanalala chini kabisa, wana crawl hivi. Huku wanalia na wamekamata kitambaa cheupe. Machozi yale ambayo analia huku ana crawl na sadaka yake ameshikilia. Machozi yadondokee kwenye kitambaa cheupe, yasidondokee hata pale chini kwenye madhabahu. Wakifika pale wanatoa sadaka. Kama ni kitoto kichanga wanampa shetani, hiki hapa nimekuletea. Naomba nguvu zako hapo, nisaidie nipate nguvu, nipate na mali hapo. Baada ya hapo sauti ya Lucifer inashuka, nimeipokea. Na utaona ishara hapo zinakuja za moto, naona jikuta unapokea nguvu, unarudi hivyo hivyo, hakuna kusimama. Huo ndio utaratibu wa kuzimu. Kwa sababu gani wanaenda hivi? Ni kwa sababu ile ni heshima, kwamba hata kumwendea hivi kama unamwendea mjomba wako, hakuna. Lakini leo kanisani hatuna hata heshima, hata moyo wa kupondeka hatuna, tupo tu kumsifu Mungu. Shetani anasifiwa, lakini angalia jinsi anavyofanya. Kuna mmoja alikuwa anasema kwamba wakati niko kuzimu, niko Freemason, sadaka tunapeleka kwa mateso. Sio kule tunaenda kwenye sadaka, tunaenda tu. Heshima lazima iwepo. Fikiria hata baba wa kawaida ambaye yuko, labda unaenda kumshukuru au unaenda kumsifu. Hivi utamsifu huku unarukaruka kama anavyorukaruka? Kwa kiwango ambacho tunaruka leo makanisani, kiwango ambacho tunaigiza ovyo ovyo, tunadanganya ovyo ovyo. Hivi kwa baba mzazi tu akiwepo, unayemheshimu, utaenda kumsifu kwa namna hiyo? Utamwekea duara hapa huko amekaa, alafu namsikiliza na yeye anawasikilizeni unavyompelekea sifa zake. Utamwekea duara hapa na kuburukaruka hapa kweli unamsifu baba? Nidhamu hiyo unao ya kutingisha tingisha miili yako kiasi kwamba unapitiliza? Hapana. Na ni sehemu ambayo wa Pentecost wengi tumeibiwa hapo. Anakuambia tunacheza kama Daudi. Sasa Daudi alicheza mara hii moja, na alicheza kwenye siku moja kwa sababu maalumu. Lakini leo tupo kila ibada, maana yake kumbe sio sababu maalumu, tupo ndio mazoea ya kumsifu Mungu. Sasa Roho Mtakatifu anaondoka sehemu hii. Ushawishi mwingi na makanisa mengi ya mtindo huu, hakuna Roho Mtakatifu na uasherati na uzinzi ndio umejaa. Kwa sababu labda makanisa yetu haya, labda tupo wa baba au tupo watu wazima zaidi. Lakini makanisa ambayo yana vijana, alafu unaweka duara, unazunguka na msifu Mungu, unasifu kwa duara, ni hatari. Ni uzinzi unaendelea hapo. Unaweza kujiuliza unamsifu Mungu kwa mtindo gani, au unamsifu Mungu shetani ameingia ili ushawishi wengine. Na watu wanaanguka, makanisa yanabaki kuwa Ichabod. Sababu ya mwisho au ishara ya mwisho hapa nilisema muda wa Mungu. Mungu anaweza akawa hajaruhusu matendo makuu ambayo tunayaomba. Kuomba ni lazima tuombe, lakini sio kwamba sasa ishara zote Mungu atakuwa anafanya. Kile wete amekuja kwa maombi atakuwa anafanya. Hapana. Kuna viwete ambao Mungu atakuwa muda wake bado. Mungu mwenyewe anajua hapa, hapana.
Kwa hiyo unaweza usilijaji kanisa lako kwa kiasi sana, ukaona mbona mambo yote ya kanisa letu hayana, lakini ukakuta kumbe ni Mungu mwenyewe hajaruhusu. Ndio maana saa nyingine unaweza kaombewa, bado shida yako iko pale pale. Mtu wa Mungu umeokoka, kwa sababu baada ya kuokoka tunategemea Mungu aponye shida zako, aponye magonjwa, aponye matatizo mbalimbali, kwa sababu umeshaokoka. Ndio kama hujaokoka tukisema kwamba sasa hauna Mungu na huwezi kusaidika, ni neema tu ishuke. Lakini baada ya kuokoka tunategemea maisha yaende vizuri. Sasa kama tunaombewa na bado tupokee muujiza, sababu hii pia ipo kwamba Mungu anaweza akawa muda wake bado, au imani yako ambayo unaombewa bado haijawa hai. Na kwenye kanisa hapo nimalizia kusema utakatifu pia na kufunga mara kwa mara. Nimezungumzia maombi, lakini malizie na hili kwamba inawezekana pia matendo ya Mungu yakawa adimu kwako au kwa kanisa kwa sababu ya nini? Utakatifu na maombi ya kufunga. Hapa nitoe siri moja kwenye maombi ya kufunga. Kufunga kwanza inatakiwa kuwa ndio maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani maisha yako mpendwa uwe ni ya kufunga. Mtu ambaye umeokoka ni kufunga, sio kufunga huko ambako wamezoea wenzetu. Siku 30 ni kama mazoea. Leo tunaenda kwenye sijui kitu gani, siku 30, siku 40, yaani unafunga kwa mazoea. Hapana. Kufunga tunakuzungumzia, kufunga kule ambako roho yako itakuwa imeona uzito, ukasema kesho na kesho kutwa nafunga. Maombi ya kufunga ni maombi ambayo Mkristo yeyote aliyokoka anatakiwa awe nayo. Kwa hiyo watu ambao hawajaokoka wakifunga ni bure. Kuzimu wanafunga pia kwa sababu wanafanya kazi ya kuzimu. Kuzimu wanafunga mara kwa mara. Sasa Wakristo leo kufunga ni adimu. Hatufungi. Na wakati kufunga kunaongeza nguvu kubwa. Miujiza yetu mingi saa nyingine haiwezi kufanyika pasipo wenyewe kujitoa, kufunga, kuja kwenye madhabahu ya Mungu. Usipojitoa na kufunga hauwezi kufanikiwa na utaendelea kubaki kumlilia Mungu. Namalizia sehemu hii ya madhabahu binafsi ya nyumbani wewe mwenyewe. Namalizia kusema kwamba mtu binafsi ambako ndiko madhabahu ya Mungu inaanzia, lazima kujihakikisha kwamba hatumpotezi Roho Mtakatifu. Na kanisa likipoteza Roho Mtakatifu, utaona hata maisha ya viongozi wao ni tofauti. Wazee wa kanisa wako ovyo ovyo, wa viongozi wa ibada wako ovyo ovyo. Juzi wamesikia kufanya kitu fulani yuko mtaani, leo anaongoza ibada. Ndio maongozi hayo na hakuna utaratibu wote. Jua Roho Mtakatifu kanisa limempoteza. Lakini kwa mtu sasa ambaye amempoteza Roho Mtakatifu, atakuwa anaishi maisha ya ovyo. Dhambi anachanganya. Hapa kwa anakuja kanisani, hapa kwa ana shida na Mungu amsaidie aoneshe matendo makuu. Amempoteza tayari Roho Mtakatifu. Lakini haoni hilo, hagundui hilo. Tumalizie kusoma andiko hili la Mambo ya Walawi sura ya 6 mstari wa 9 na 13. Mambo ya Walawi. Kuna jambo muhimu sana ambapo somo hili litakusaidia kuyaelewa mambo mengi na kwa nini. Unaweza kuwa unajiuliza sasa kwa nini nilikuwa naombewa sana lakini sipokei muujiza? Sababu inaweza ikawa nini? Mambo ya Walawi sura ya 6 mstari wa 9. Kwenye mstari wa 9 Biblia hapa inatufundisha Kwanza mstari wa 8, Bwana akanena na Musa na kumwambia, mstari wa 9, haya mwagize Haruni na wanawe, waambie amri ya sadaka ya kuteketezwa hii. Hiyo sadaka ya kuteketezwa itakuwa
itakuwa pale motoni juu ya madhabahu usiku wote hata asubuhi. Ukiendelea hapo utapata maana zaidi, lakini kipengele hiki cha mwanzo, Haruni anaambiwa sadaka ya kuteketeza itakuwa inatolewa pale madhabahuni kwenye ile madhabahu, lakini moto wake usipungue mchana na usiku, asubuhi, mchana na usiku. Maana yake nini ule moto? Moto tunamaanisha ni Roho Mtakatifu leo. Na ukisoma kwa wakati wako kwenye Waefeso sura hii ya 10 mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba haya yalinenwa ili yawe tafsiri ya mambo yajayo, yani leo. Kwa hiyo Haruni wakati anaambiwa moto usipungue masaa yote 24, maana yake ni kwamba ni tafsiri ya leo, kwamba kwenye madhabahu yetu Roho Mtakatifu asiondoke kabisa masaa 24. Lakini Roho Mtakatifu akiondoka tu shida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia tukisoma kwenye andiko la mwisho kabisa, Wathesalonike wa kwanza sura ya 5. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5. Mafundisho haya yalifaa kabisa watu wengi wayasikie ili wasipate shida, kwa sababu wengine wanadiriki mpaka kwenda kwa waganga wa kienyeji kwamba nimeombewa sana. Shida nini? Lakini kumbe hajui labda shida ni yeye mwenyewe. Nimeomba sana, kila siku kwenye maombi ya kufunga nipo, lakini mbona sibadiliki chochote? Mbona maisha yangu bado yako ya hali ya chini? Mbona chuma ulete zinanisumbua kwenye biashara? Ndoa si nyingine, anaomba mtu ndoa lakini hapati. Anaendelea kumlilia Mungu, natumai anaenda kwa waganga wa kienyeji akapata zile dawa za mvuto. Thesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 19, andiko letu la mwisho. Pana sura 5 mstari wa 19. Hiyo waraka wa pili, waraka wa kwanza. Biblia inatufundisha nini hapo mstari wa 19? Tukianza kwenye tuanze hapo 19. Msimzimishe roho. Mstari umeishia hapo. Msimzimishe roho, kwenye habari hii ya kumzimisha Roho Mtakatifu. Lakini jambo lingine katika matatu ambayo nimeorodhesha, la pili ni muda wa Mungu na imani. Kama jinsi tulivyozungumzia kwenye kanisa kwamba kanisa inawezekana madhabahu ya kanisa miujiza haijatendeka sana au haitendeki sana, au shida yako hujapata kupona kwenye madhabahu ya kanisa kwa sababu muda wa Mungu bado. Yaani kuna shida ambazo Mungu anaziona hizi, unamuomba, lakini anasema bado, muda wangu bado, kwa sababu nilikupa sasa hivi kuna changamoto. Anaacha kwanza. Sasa kama hauna imani, unaweza kaenda kwa waganga wa kienyeji. Na jambo jingine la mwisho ni madhabahu isiyo na nguvu. Kuzimu ina madhabahu ambayo inapokea sadaka za damu za watoto, sadaka za damu wanaita damu changa, sadaka za watoto wadogo, damu changa. Zile damu zinakuwa zina nguvu sana. Waganga wa kienyeji madhabahu zao zina nguvu kwa sababu nini? Wanachinja damu, wanatoa kafara. Kwa hiyo unapokuja ile sehemu unakaa nao, wakiita jini linakuja. Wakisema jini lishughulikie jambo fulani, linashughulikia mapema sana. Unakuta mtu anaenda anapewa jini, linatolewa ile jini ambayo ilikuwa inamsumbua, anapewa jini mahaba. Ile jini mahaba anaenda nalo, lakini anajua nimepona, kumbe amebadilishiwa jini tu. Na ile shida ya mwanzo ni kweli inaondoka, lakini amepewa jini ambaye atakuja kutengeneza shida baada ya miaka kadhaa ijayo. Mtu anakuambia alikuwa anaumwa tumbo, lakini tumbo limepona baada ya kwenda mganga wa kienyeji. Kumbe ametolewa jini labda ya mahuruni ambaye alikuwa anasumbua tumbo. Amepewa jini mahaba ambaye sasa yeye atamiliki ndoa yake mwenyewe hajui. Kwa hiyo anasema nimepona, baada ya miaka miwili ndoa inaanza magomvi, wanaachana. Kumbe lile jini ambalo limeingia ndio linafanya kazi. Sasa madhabahu hizi zina nguvu, na hiyo ni nguvu ya kuondoa jini kuweka jini mwingine.
Kwa sababu ya nini? Sadaka. Lakini leo kama madhabahu zetu za Kikristo hazina nguvu, watu wataenda kwa waganga wa kienyeji kusema kwamba anaenda kupona, kumbe anaenda kuongeza matatizo. Sasa inatakiwa kanisa lifahamu kwamba kuna uwezekano wa kupoteza nguvu ya Mungu, kupoteza Roho Mtakatifu kwenye madhabahu, na ikabaki madhabahu ambayo haina nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpaka kufika hapo tumefikia mwisho na kumwomba Mungu. Unaweza ukawa unaomba sana na tutaomba sana, lakini kama hatutojua hizi kanuni tutaishia kuomba muda mrefu. Yaani tutaomba sana sana sana, tutakuja kwenye maombi sana, lakini kama kanuni hizi hatuzijui za kumtunza Roho Mtakatifu ili atusaidie, tutaishia kuomba sana Wakristo leo, kwa sababu hatuelewi kanuni za Mungu zikoje na shetani anafanya kazi kwa namna gani. Kwa hiyo tutaenda kutumia dakika hizi zilizobaki kwa ajili ya maombi, na maombi haya tutayaweka kama jinsi tulivyoambiwa. Ombi la kwanza, tutaombea uchaguzi. Nchi yetu inapitia changamoto, uchaguzi haieleweki katika mazingira gani. Wapo wanaokataa hakuna uchaguzi, wapo wanaokubali. Na watu wameongezeka kutekwa na matatizo mengi ya nchi. Yaani nchi inapitia changamoto kubwa. Lakini bado kuna viongozi nao wanaendelea kupata msuguano. Tuombee nchi, lakini baada ya kuombea nchi utaendelea na ombi hili la familia yako. Changamoto unayopitia familia yako, wewe mwenyewe unapitia changamoto gani? Mwambie Mungu iondoe changamoto, kwa sababu nimejifunza kanuni zako. Na mlinda Roho Mtakatifu, lakini niondoe kwenye hii changamoto ili nisipate sababu ya kujiuliza kwa nini changamoto hii kwenye familia yangu haiondoki. Lakini jambo la mwisho, matendo makuu. Mwambie Mungu ayarudishe kwenye madhabahu hii, ayarudishe kwenye madhabahu yako. Asante Yesu. Amen. Asante Yesu. Amen. Asante Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Wewe ni mwema. Amen. Wewe ni mwema. Amen. Wewe ni mwema. Amen. Haleluya. Amen. Unatupenda. Amen. Unatupenda. Amen. Unatupenda.